Pole sana rafiki yangu. Asante, nishapoa. Lakini Kado, umefanya jambo la maana sana pale shuleni. Kivipi? Maana sasa hivi shuleni ni stori zako tu. Kwamba wewe ni shujaa. Umeweza kumwokoa rafiki yangu. Ni kweli. Lakini kinachoniuma zaidi ni kuona hao wajinga wananyanyasa raia wasiokuwa na hatia. Asifanyi hivi kwa ajili ya shoga yako tu. Isipokuwa nafanya hivi kwa ajili ya kila mmoja. Wananiuzi sana kwa kweli. Kadogosto, unahitajika na mwalimu Nizamu ofisini. Sawa, mwambie nitaripoti. Sijui mwalimu Nizamu atakuwa na shida gani tena. Lakini acheni kwanza nimalizane naye. Basi sawa. Wa baba, Esther anakuja. Yuko wapi? Anakuja yupo hapo zati hapo. Sasa mwanangu, maliza kila kitu. Kwa nini maliza kila kitu? Kila kitu ongea naye, wewe kama bidii siko vipi? Ani kila kitu kipo atahudumiwa, naongea naye tu. Wewe unamaanisha nini kutongozea? Baridi sio kesi, yeye akija hapo mimi nambadilisha. Tusubiri hapo. Esther. Kama namba sogea mbele kidogo tu. Unajua muda mrefu nilikuwa kusubiria kwa ajili ya kuelezea hisia zangu. Na ndio maana nikakaa pale na rafiki, hata rafiki yangu yule anaelewa vizuri jinsi ninavyokupenda. Ndio maana akanisupport kukaa pale kuweza kukusubiri wewe. Nimetoka kukupenda sana toka muda mrefu. Asante kwa kunipenda. Lakini Ima, unajua wazazi wanatutegemea. Mimi najua. Na masomo yetu yote yanaongozwa na sisi wenyewe. Mahusiano yaruhusiwa hapa shuleni. Unaelewa hilo? Hilo naelewa, lakini shule sio kitu cha kufanya eti sisi tusiwe na mahusiano. Shule ni kitu cha kawaida na mahusiano ni kitu cha kawaida. Vyote vinaweza vikaumana kwa pamoja na tukaendelea na maisha. Yaani mwenzio naogopaga sana. Isitoshe na wazazi wangu. Na watu wote wanaonizunguka. Yaani ninashindwa kuvuta picha kabisa. Usiwaze kuhusu hilo. Hawezi akajua, na cha kufanya ili asijue hilo nitakuachia namba zangu hilo tunawasiliana nje hapa. Sawa. Baadaye. Bye. Baba, nilikwambia mimi michongo yangu hizi ikagoma mjomba. Ona mipango yote nenda Mwelekeza, kumbe mtoto alikuwa kukubali toka kitambo. Yeye hataki mambo yaonekane shule. Unyama hapo. Unajua nakuamini sana mwanangu wewe. Baba, hiyo imeisha mjomba, hiyo imeisha. Kabisa. Toka yule dogo aingie pale shuleni kwetu, amekuwa kizaazaa kikubwa sana. Ila naamini atalipa kila kitu ambacho amepoteza katika kundi letu. Maana tunaendelea kupoteza vitu vingi sana. Unaelewa, vile vitu tumetafuta kwa gharama kubwa sana na kwa nguvu kubwa na kwa akili kubwa sana. Brazil. Mimi naona chanzo cha matatizo yote ni wewe. Kama usingemteka yule mtoto wa kike, sidhani kama yote matatizo yangetokea. Takiwa tufanye njia yote tuhakikishe tunampoteza yule mpuzi haraka sana. Maana tofauti na hapo mambo yetu yatazidi kuharibika.
Shit, acha ufala wewe. Siwezi, ni bora niondoke. Baada ya kukaa kujua tunafanya nini, unataka kujitoa kiolela. Na unajua fikra, kanuni na sheria ya kundi letu. Inatosha. Sio haja ya kulalamika tena. Hamna haja ya kurumbana. Kila kitu tumekianzisha sisi, natakiwa tukimalize sisi wenyewe. Na hakikisheni mizigo yote iliyosalia mnaitunza kwa usalama. Na vipi kuhusu Weapon? Maana naye naona kashaanza kutufuatilia. Kutokana na mfululizo wa matukio ambayo tumekuwa tukiyapata, mbona mtabila hata salama na najikutana niweza au si? Hebu njoo hapa. Afu unajikuta piskali sana yani. Hebu sogea hapa nikupigia hata busi kwanza. Bana, hebu toka hapa. Mtu mwenyewe kwanza unanuka mipombe lioni kwanza. Ina wazazi wako wanapoteza gharama zao kusomesha, wewe kazi yako unakunywa tu mipombe. Hebu niache kwanza. Vipi Kadogosa? Mbona upo katika hali hiyo? Walimu wengi wanadhani kila changamoto nao walitaka kunipa hukumu, lakini wamestisha, wameniambia nije Jumatano na mzazi wangu. Mzazi? Ndio mzazi. Mambo zenu? Poa. Vipi, mbona kinyonge sana au ndio umetoka kwenye mambo ya mazoezi? Hamna shughuli, hata sielewi, mwili mzima unaniuma, hata sielewi. Nakuuma. Pole, niambie. Ndio tukaangalia pembeni. Pembeni? So okay. Nakuja. Nakusubiri. Wewe, yani umeniita hapa alafu uongee shida nini? Mentor group naacha kusoma kufuata wewe. Nafika hapo uniambie chochote, una shida gani kwa nini? Asa mna nini? Mentor niacha kusoma by the way unaje kusikiliza afu niambie. Hebu niambie una shida gani? Niambie hebu. Shoga yangu na bonge la shida. Shida? Shida gani na ukusibu wewe? Sema ni ahidi kama nikikondoka kumia. Kwa hiyo wewe leo unaniamini. Vingapi unaniambia mimi sijamwambia mtu hicho? Yaani hicho cha leo nikamwambia nani kwanza? Hebu niambie kwanza. Mwanzo nimeenda kupima hospitali nikuonekana kama nina mimba. Mimba? Inatosha Kiduku. Nilijua utakuja katika mtego wangu. Na nimekusubiri sana kwa muda mrefu. Hongera sana. Tunajikuta kibablavu wa mapenzi. Hapo umefika penyewe na nilijua katika mtego wangu utanasa. Kiduku, sipo kama mnavyofikiria. Na sipo hapa kwa sababu ya mapenzi. Isipokuwa kinachoniumiza ni kuona mnanyanyasa raia wasiokuwa na hatia. Wote mtalipia kwa makosa yenu. Malizeni wewe mpuuzi.
Weapon wanangu. Najua mtampata wapi.